Kupata habari zetu kwa haraka, bonyeza subscribe kisha alama kengele itakayokujia. King4, the best quiet. Bana, unaambiwa Faima hajataka kucheza mbali kabisa na mpenzi wake. Wewe unachezea pilipili itakuwasha. Bana, Faima amefanya uamuzi mzito na uamuzi wa kijasiri kweli kweli, na ameamua kuweza kuweka hadharani jambo kubwa ambalo pengine labda tusingeweza kulifahamu kirahisi, lakini baada tu ya Harmonize kuweza kumchokozoa Rayvanny, kumchokoza, basi Faima naye ameweza kuingilia kati kwa namna moja ama nyingine. Story ni kubwa kweli kweli na inasikitisha kinamanoma, lakini pia inashangaza, alafu lazima uweze kujiuliza maswali mengi. Kwa nini imekuwa hivi? Sasa sababu nini? Kila kitu utapata hapa kupitia King4 TV right now. Lakini tafadhali sana nikukumbusha kuweza kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe, lakini pia kubonyeza alama kengele itakayokujia. Kwa kufanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kabisa wa kuweza kupata habari zetu kwa haraka zaidi. Nenda kule Instagram ambako tunapatikana kwa jina la King4__TV. Oh yes, ukitufollow back, and then kama utakuwa na ujumbe wote maandishi, basi usisite kabisa kuweza kutumia, au sio? Bana, mjini pamewaka moto kinomanoma. Konde Gang imeweza kuchukua nafasi kubwa sana. Harmonize ameweza kuamsha mji na kuweza kuchangamsha mji. Kama ambavyo nimekuambia bana kwamba kwa sasa bana, muziki lazima uweze kuwa na baridi fulani hivi, ili mambo yaweze kukaa poa. Unajua pangekuwa hamna pa kuchangamkia, basi zani kama mambo angezidi kuwa mambo isingekuwa hivyo jue. Sasa issue kubwa ni kumuhusu bwana mwanadada Faima. Tunajua Faima kwa upande wa Rayvanny, kwanza ni moja kati ya wanaume ambao Faima anawaheshimu sana. Yaani Faima anamheshimu sana Rayvanny, lakini pia ana mchango mkubwa sana katika kuweza kumsimamisha Rayvanny kuwa kama Rayvanny. Nikizungumzia hivyo je, siku zote katika maendeleo bana, nyuma lazima kuwa na mwanamke, si ndio? Hasa mpaka akamzalia mtoto, basi jua kuna vitu fulani ambavyo kaweza kumuongezea Rayvanny katika mafanikio yake. Moja ya kitu ambacho kaweza kuongeza bana, mtoto kaweza kumpa akili nyingi sana Rayvanny kuweza kupambana zaidi. So ni nani anayesababisha pia Faima kahusika, si ndio? Sasa mambo hapa kati yalikuwa kama tofauti hivi, ni kama Paula Kajala alikuwa ameingilia kati, na mpaka sasa inasadikika bado, ila kuna hali kidogo ya uafadhali kwa mwanadada Faima, maana tumeweza kuona sasa hata furaha yake kupitia mitandao ya kijamii inaonekana wazi kabisa. Kuna moja ya video ambayo aliweza kuposti anacheza kinama nalinga kinama ngoma fulani hivi za Koreani huko, unajua. Kwa hiyo inaonyesha wazi kabisa kwamba Faima kwa sasa yuko sawa kabisa na hali yake iko fresh kabisa. Sasa kupitia album ya Harmonize High School, wacha tuiongelee kwa sababu kwa sasa imetake over mitandao, unajua. Sasa kupitia album ya Harmonize High School tumeweza kuona ngoma ya Usia ambayo ameweza kuiandika. Harmonize ameweza kuimba ngoma hiyo, lakini ameweza kuwataja wasanii kama vile Simba, lakini pia pamoja na Chui mwenyewe ambaye anamzungumzia Rayvanny, Vivan Boy, Mbeya City Boy, huyu hapa Rayvanny. Sasa Harmonize ni kama ameweza kumtaja Rayvanny katika kitu fulani kwamba mwambieni na huyo paka anayejiita Chui. Bana, jina fulani hivi ambalo sio zuri jue. Yaani mwambieni huyo paka anayejiita Chui, ni kama simdharau mtu, yani kwa sababu ataimzika mjui. Hapa ni kama kumeonyeshwa kuna utofauti, yani uthibitisho ule wa kiutofauti baina ya wasanii na wasanii, msanii na msanii of course. Yani tumeweza kuona kabisa kwamba Harmonize na Rayvanny kwamba hawa watu hawako sawa kabisa. Kama ingekuwa poa au kupoa, basi zani kama Harmonize angeweza kutamka neno ambalo ameweza kulitamka kupitia ngoma yake ya Usia. Mwambieni huyo paka anayejiita Chui, na tunajua kabisa wazi Chui ni nani mjini. Bongo Flava Chui ni nani? Sidhani kama utakuwa hujamjua bado, naamini kabisa utasema ni Rayvanny Vivan Boy. Sasa wawili hawa bwana
wamekuwa na bifu kwa kitambo. Tumeweza kuona toka kipindi kile ambapo Rayvanny aliweza kutembea na Paula Kajala na kuvujisha video zake na vitu kama hivyo. Hapo zilikuwa video fulani hivi za kawaida, lakini ilikuwa ni zile za kujificha ficha, mjifiche basi kidogo basi. Unajua sasa wenyewe wakafanya public na mambo akawa ni mambo makubwa sana, mpaka tukaja kuona kwamba Harmonize anamshindilia ngumi ya shingo Rayvanny mradi akalale kituo cha polisi, na wengi waliweza kudisi kwamba kwa nini Harmonize anashindilia hivi bana, na kwa so fresh mtoto wa kiume mtetee mtoto wa kiume mwenzako bana, mambo kama si hapo tu ni kama hali ilikuwa ni ngumu sana. Lakini ikafika hatua tukaja kuona Rayvanny sasa ni kama mama mkwe mwenyewe Kajala Masanja akakubaliana hali halisi mara baada pia ya kuweza kuachana na Harmonize. Sasa ugomvi bwana ndio kaendelea kwa hapa yani. Alafu pia kuna kitu ambacho Rayvanny anaweza kukizungumza before ya kuonekana kwa mahusiano yake pamoja na Paula. Rayvanny anaweza kuzungumza kwamba kati ya watu ambao walikuwa akiwapenda na kuweza kuwatetea zaidi kipindi ambapo WCB ilikuwa inataka Harmonize atemwe, Rayvanny alikuwa namba limoko kuweza kumtetea Harmonize kwamba bana design kama huyu mwana tu jamani kakosea tu, msameni tu. Unajua zile. Sasa kutokana na kuzidi kumtetea huko bana, imeonekana kama sio msaada wake ni sifuri. Kwa hicho ambacho ndicho ambacho kilipelekea Rayvanny kuweza kumtoa Harmonize kwenye akili yake na kuweza kukubaliana hali halisi ya bifu. Ila juzi kati ujue Rayvanny aliweza kuandika ujumbe fulani hivi kusema kwamba atamsupport kila msanii ambaye atamwona anapita mbele yake kwamba anafanya vyema. Sasa sijajua kama mara baada ya kuweza kupewa dongo zito kama hili hapa ataendelea kusupport kila msanii ama itakuwaje. Maana akisema kila msanii it means Harmonize pia lazima naye aweza kumsupport, na ukiangalia album ya Harmonize iko vizuri. Sasa sijajua kwamba ataweza kusupport ama atakaa kimya, mimi sielewi. Ila hili jambo bwana limeweza kumuumiza pia Faima as Faima. Wengine anasema huenda Faima anaweza akaja kutia neno lolote lile, kwa sababu tumeweza kuona hivi karibuni kwamba uhusiano wao huenda unanukia sasa kuwa official, watu waweze kujua kwamba watu wamerudiana. Sasa Harmonize naye kaweza kushindilia misumari kwa upande wa Rayvanny. Watu wanasema bana mtoto wa kike huwa anajua maumivu kuliko muhusika mwenyewe. Unajua uchungu wa mama aujuae ni mwana, na mwana uchungu wake mama ndiye anaujua. Sasa imekuwa hivyo yani kwa upande wa Faima, uchungu wa Rayvanny na ujua Faima bana. Ukitaka kuchokozana na Faima wewe mguse vibaya Rayvanny, afu utakuja kuona matokeo yake yako vipi. Sasa jambo hilo bana limeweza kuzua gumzo kubwa sana, na hatimaye hali imekuwa ni tete na mambo yamezidi kuwa mambo mazito kweli kweli. Nikasema sio mbaya kama nikija hapa King Paul TV kukuhabarisha wewe mfuatiliaji wa King Paul TV. Hebu niambie bana, mwambieni huyo paka anayejiita chui silete zalao kwa sababu atamzika hamjui. Sasa unaonaje kauli ya Harmonize kupitia wimbo wake wa Usia kwenda kwa Rayvanny? Lipi ambalo unapenda kuweza kulizungumza kupitia jambo hili ambalo limeweza kujitokeza? Basi lolote lile angusha comment yako hapo chini, lakini usisahau kabisa kuweza kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe, lakini pia kubonyeza alama kengele itakayo kujia. Kwa kufanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata habari zetu kwa haraka zaidi. Na hii ni King Paul TV. Yes, the best quality.